Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza mkutano wa vyama tanzu kwenye muungano wa Azimio hapo kesho. Welcome back to the News Media. Now, ladies and gentlemen, I want us to be honest on something here within the political space under the united opposition leaders across the country of Kenya that is being led by Rigathi Gachagua ahead of 2027 general election. The former fourth president of this country of Kenya called Uhuru Muigai Kenyatta is being expected to activate 2022 Azimio coalition ahead of 2027 election within the united opposition leaders. But before I dive deeper into that one, allow me to play for you a clip of the video of Rigathi Gachagua so that you can help me judge this video within the united opposition side. And before you watch the video, please consider liking the video. When you like the video, you automatically show us your support on what we are doing on this platform. So please, as you watch, consider liking the video. Thank you so much for that support of the like. Can we watch the video together, my great viewers? Tuheshimiane. Kila mtu auza chama yake. Mambo ati tukuachie ukiwa nani? How? Sisi tunangangana usiku na mchana. Tunafanya kazi ya kumobilize, kuongea na wananchi, kuwatetea. Ati ufikiria ati tutaketi mahali kwa hoteli. Ati wewe chukua hii asijui. Hakuna. Sina kama mawe. So that is the video of Rigathi Gachagua. So help me understand. Is there anything wrong with that video, with that speech of Gachagua? Nilikuwa naambia Malala. Si mimi niko Meru. Sisi una wako Western. Kama kina Matiang'i pia wangeweka bidii aende Kisii. Kalonzo Kambani. Hii mtu kichwa chake itaharibika. Akijaribu kwenda kusima pande hii inawaka. Pande hii sasa ako Western anajaribu kusima. Hii akina Sifuna. Na wewe zimika. Mimi nilikuwa Western juzi. Hiyo pahali ni wanda. Ilikuwa ni viongozi bado waenda sasa kufunga. Na vile nimeona wameanza na vile wamenieleza wako na plan. I support Rigathi Gachagua, it is true. Haiwezi kuwa that akina Kalonzo Musyoka, Matiang'i wanaota moto pale Karen na Gachagua ndiye ana prepare ground. Kalonzo is lazy, functional lazy. Yes, functional lazy. Like ni kama nyoka mekula. He just slithers and rests. He waits for the right time when there's a crisis and pounces. Because of his neutrality, quote unquote, he pounces and then sits in the neutrality and benefits from it. Let's call him for who he is. Kalonzo cannot initiate change. You look at the challenge in Cumberland. Largely, it's still the question of water. Water. Yeah. And you've been a vice president. Mwisho uliona Kalonzo akifanya rally peke yake lini? When did you see Kalonzo or Matiang'i doing their own rally alone without being together with Rigathi Gachagua? Tungependa kumwambia Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i. Unajua hapa sasa hakuna kufichana, ati tunaenda kona hivi. Straight to the point. Nendeni mtafute kura vile wenzenu wanatafuta. Wakina Sifuna wanazunguka, Rigathi Gachagua anazunguka kila mahali. Nyinyi mmekaa kwa comfort zone hivi. Mnangoja kuja kupewa bendera ya presidential flag bearer ati muende sasa mshindane na Ruto. It will not happen. Amwezi kwa nyinyi mmekaa kwa comfort zone, wenzenu wanazunguka inchi alafu waje wawapatie kiti atishika uende. It will not happen. Hatutakubali. Nendeni mtafute kura. Haiwezi kuwa that nyinyi mnaenda mnakaa mahali then mna expect Rigathi Gachagua our support. Gachagua akiprepare Mount Kenya region, inafaa Matiang'i ya prepare Kisii huko Nyamira, ngome ya ODM, then Kalonzo pia aende Ukambani. Hii maneno ya kudandia Rigathi Gachagua, rally ya Rigathi Gachagua is not making sense at all. Kalonzo and Matiang'i are too lazy within the united opposition. They are lazy. Hapana. Hao watu wanapatia Rigathi Gachagua kazi ngumu. They are too lazy. Nyinyi mnataka tu mkae hapo then baadaye muambie that Kalonzo when your presidential candidate ama Matiang'i, yet kwa ground you are not looking for votes. I support Gachagua. I support Rigathi Gachagua 100% on this one. Kila mtu ajitafutie kura. Atafute kura kwa ground. Maneno ati mara nini hiyo hapana. I support Gachagua. Kalonzo and Matiang'i are too lazy. What are they doing? Kazi ni kudandia rally za Rigathi Gachagua. They don't want to do their own political rally. No.
let us now get back to Uhuru Muigai Kenyatta being active, that is going to be active on the 2027 politics, especially within the united opposition side, whereby before we proceed, allow me to play for you a clip of the video that is serving more information behind Uhuru Muigai Kenyatta involving himself into 2027 active politics within the united opposition side. Can we watch the video together, my great viewers? Leo wikendi na mrengo wa upinzani ukiwa na kibarua kigumu cha kumteua mgombea mmoja atakayemenyana na Rais William Ruto debeni mwaka ujao. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza mkutano wa vyama tanzu kwenye muungano wa Azimio hapo kesho Jumatatu. Mojawapo ya masuala tata yanayotarajiwa kujadiliwa pakubwa ni kubuniwa kwa muungano mmoja maalum ambao utawaleta pamoja vyama vyote vya upinzani. Kama anavyoarifu Ian Keitani, uamuzi wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujihusisha na siasa za upinzani umeibua hisia mseto, makombora ya kisiasa yakielekezwa kwake katika siku za hivi karibuni na wandani wa Rais William Ruto. Tofauti baina ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu wake wa zamani Rais William Ruto zinatarajiwa kutokota zaidi. Rais huyo mstaafu akionekana kupuzilia mbali rai za wandani wa Rais William Ruto kuondoka katika kumbi za siasa. Nimemwambia abebe heshima ya Rais mstaafu. Vile Moya alifanya, project manager wao wa kuwapanga ni Uhuru Kenyatta. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza mkutano wa muungano wa Azimio hapo kesho. Ajenda kuu ikiwa kuipa muungano huo wa Azimio sura mpya na kujadili ushirikisho wa vyama tanzu vya upinzani ndani ya muungano huo. Inakisiwa kuwa baadhi ya viongozi wa upinzani wanapendekeza kubuniwa kwa mfumo wa muungano sawia na ule wa mwaka 2002 uliopelekea ushindi wa rais wa tatu hayati Mzee Mwai Kibaki, kwani kulingana na wadadisi wa masuala ya siasa itakuwa vigumu kwa viongozi wa upinzani kuvunja vyama vyao na kubuni chama kimoja. Mkutano huo wa kesho unajiri huku wito wa umoja wa upinzani ukisheheni, kizungumkuti kikubwa zaidi kikiwa kila chama cha upinzani kuwa na mgombea mwenza, hali inayodaiwa kuathiri uamuzi wa mwisho wa atakayepeperusha bendera ya upinzani debeni Agosti 10 mwaka ujao. Perish the thought that at any one given time we shall return to one party politics, whether in the opposition or in the opposite side. In the event one political formation or outfit is worked on and an entire team is rallied against the sitting president, it will be sort of the 202 moment. Isitoshe, umaarufu wa vuguvugu la Linda Mwananchi miezi ya hivi karibuni umeonekana kuathiri zaidi uamuzi wa ni nani atakayepeperusha bendera ya upinzani kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Licha ya fataki za kisiasa kuelekezwa kwake, rais huyo mstaafu mara kadhaa ameonekana kumshambulia Rais William Ruto, ishara tosha kuwa hajaridhishwa na uongozi wa naibu wake aliyehudumu naye kwa mihula miwili. Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Iwapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta atafaulu katika azma yake ya kuhakikisha upinzani unasalia pamoja na usambaratiki, uchaguzi wa Agosti 10 mwaka ujao utashuhudia mkoruzano wa awamu ya pili baina yake na Rais William Ruto, ambaye alishinda awamu ya kwanza ya vita hivyo vya kisiasa Agosti 9 mwaka 2022. Former President Uhuru, if he means so well to ensure that President Ruto doesn't enjoy a second term, I will say that he should, in a way that is not quite conspicuous or in a way that is not so apparent to the people of Kenya, that he supports this particular movement. Ian Keitani, runinga. So that is how things are now happening, especially within the united opposition, whereby Uhuru Muigai Kenyatta is now preparing himself to give a huge support of the opposition leaders. As we speak right now, Ruto is under pressure that Uhuru is going to meet opposition leaders. And you need to know that a united opposition is a dangerous coalition to William Samoei Ruto. But a split within the united opposition is a big win for William Samoei Ruto, where whenever William Samoei Ruto seeing Uhuru Muigai Kenyatta still speaking about opposition, involving himself into 2027 active politics, where Ruto sijata atajificha wapi? Because ni mbaya. As we speak right now, ni mbaya. Uhuru Muigai Kenyatta is preparing himself to activate Azimio 2022 coalition. So let us just wait and see how things are going to happen after Uhuru Muigai Kenyatta participate
into 2027 politics in this country of Kenya. But I support Gachagua. It will not happen. Amwezi kwa nyemekaa kwa comfort zone, wenzenu wanazunguka inchi alafu waje wawapatie kiti atishika uwe It will not happen. Hatutakubali. Nendeni mtafute kura. Kwa opposition nyinyi ndio mmekuwa burden. Kijana mdogo huyu Sifuna anazunguka nchi yote. Rigathi na anazunguka huku na kule. Nyinyi mmekaa tu. Mnangoja mtoke kwa press conference moja, mseme maneno 2-3 tena mpotee. Tunawaambia hapa mchana peupe. Nendeni pia nyinyi mzunguke vile wenzenu wanazunguka. Na kama mtaki, don't expect mje mpewe hiyo ni kijiti ya kwenda kushindana na Ruto. Don't expect mkae huko nyuma. Vile sasa mmekaa backbenching. Mnaona vile wenzenu wanazunguka inchi, nyinyi mko kwa comfort zone mmetulia hivi. Nendeni pia nyinyi mtafute vile wenzenu wanazunguka. Ati mnasema it is too early. Too early nini? Kama President Ruto mwenyewe ana campaign sahi na ni president ana campaign. Gachagua anazunguka huko, Sifuna anazunguka kule, nyinyi bado mmekaa starehe. Wewe wacheni bana. Gachagua. Kalonzo aende Ukambani, azunguke Ukambani yote, akimaliza aende huko Mombasa. Akitoka Mombasa yeye pia kuja hapa Nairobi. Aende hata aende Western pia. Hii maneno ya kudandia rallies ya Gachagua it does not make sense. Because by the way, mkienda kwa meza, because saizi Mount Kenya region iko kwa Rigathi Gachagua. Hata saizi tukipeleka by election nyingine huko, tuweke Gachagua na Ruto. Gachagua atanyorosha Ruto mbaya sana. Hata saizi wafanye by election nyingine pale Mathira constituency, bado Gachagua ataosha Ruto. What happened in Olkalau was a critical message, an urgent message to all the politicians in Kenya. So right now Mount Kenya iko on top. Imekuwa prepared, imekuwa booked by Gachagua. Gachagua is now the beautiful lady within the united opposition. Kila mtu anataka Gachagua. Everyone want Gachagua. It's now the beautiful lady because he has a lot of votes. Sasa hii maneno ya kina Kalonzo Matiang'i kwenda kuota jua Karen, while Gachagua is busy preparing the ground, they are busy making stories, having a press conference in Karen. We don't want press conference, Kalonzo Musyoka. This is your time. Why don't you be active? Sisi hatutaki hizi maneno za press conference mara nini. We want to see you campaigning the way your colleagues are also campaigning. What Sifuna is doing and Gachagua is what Matiang'i and Kalonzo should also do. Tuache upuzi bwana. Kukua president hapa Kenya sio rahisi. Ati nyinyi mnataka kwenda kuota jua. Nyinyi I don't trust you people. Nyinyi mtanunuliwa before 2027. Because in politics there is nothing like enmity and nothing is impossible into politics. So long as politics is all about interest. So long as the interest of these people converge, they automatically work together. Watakuja hapa kwa ground, watudanganya na mauongo, mara nini to support Ruto, mara nini. Kwani do you remember how Ali Hassan Joho, Opiyo and John Mbadi used to abuse Ruto? How they used to say that sisi hatuwezi fanya kazi na Ruto muwaji, mara nini, Ruto siwezi hata kushika simu yake siwezi. What is happening right now? Saizi wanafanya kazi. So mimi hawa Kalonzo na Matiang'i, I don't trust them. Wachana na kina Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa does not have popularity. Wenye wakuna popularity ni Kalonzo na Matiang'i. Si ati popularity kubwa. Popularity kubwa ni Rigathi Gachagua. In fact, right now, without Gachagua, there is nothing like opposition. Hakuna. Maybe ile akina Edwin Sifuna. Without Gachagua, hao wenye wamebaki, hao wanaogopa mbaya sana. Thank you so much, and may God bless you for taking your time to listen to our analysis concerning to what is happening within the political space, especially under the united opposition that are being expected to meet the former fourth retired president Uhuru Muigai Kenyatta ahead of 2027 preparation on who is going to be the flag bearer. Let us meet in the next video, my great viewers. Bye-bye.